anaamini Mungu yupo, anamtumainia. Sina cha kuambia zaidi. Tuendelee kumtukuza Mungu. Tuamini Mungu yupo na anatutendea kila siku. Mnaamini kwamba Mungu ndio kila kitu? Sawa, endeleeni. Kwanza Madam Shishi, pole sana kwa show kubwa ambayo umeiperform, lakini Watanzania wengi ambao wameshuhudia show hii kwa iko live kabisa ya Samia Serengeti Music Festival. Mwisho wa show tumeona uko unalia Madam, ni kipi ambacho kimekuliza? Kwanza kabisa namshukuru Mungu. Na kingine nimekumbuka vitu vingi ambavyo nimevipitia kwenye maisha yangu. Maisha niliyopitia kiukweli ni magumu sana. Ambao waliokuwa wanaishi na mimi walikuwa karibu wanaweza kusema chochote. Lakini ambao wanaweza kwa maneno tuko hivi miaka ya karibuni hawawezi kuelewa. Lakini ukweli ni kwamba Mungu amenipambania sana. Na ndio maana nikasema niimbe wimbo wa shukurani kumwimbia Mungu, kwa sababu kuna mengi niliyoyapitia. Najua kuna wengine saizi wameyapitia mengi na hawaamini kwamba Mungu kawavusha. Tuamini jamani, Mungu yupo. Acheni masiara. Yaani kila kitu Mungu anachokupa sidhani tumepewa, na ni Mungu anaamua kukufanyia. Kuna vitu vingine vinatokea unasema, kwa nini mimi tu? Sio kwa nini wewe, Mungu anakupitisha mahali. Mimi ni mmoja wa watu ambao nimepitia kwenye hizo sehemu nyingi sana. Lakini mpaka leo naendelea kusimama hivi. Sio kama changamoto sizipate, nazipata. Mpaka ulipofikia hivi sasa, watu wengi kila siku wanamuomba Mungu, kila siku wanamuomba. Wewe umeshafikia hatua ya kumshukuru Mwenyezi Mungu? Mpaka dakika ndio maana nikatoa na wimbo wa shukrani. Kwa ni wimbo wa kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Mwisho kabisa unawaambieje sasa wamama ambao wamekata tamaa hivi sasa na wapo kwenye maisha magumu, wanahisi kabisa wao ndio mwisho wao? Naomba tu niwaambie ya kwamba sio akina mama, mwanadamu yoyote alioumbwa na Mungu, kukata tamaa ni dhambi. Usikate tamaa. Pambana kadri unavyoweza, ila usikate tamaa. Kuna watu wanafikia hatua ya kujiua kwa sababu ya maisha magumu. Sio sawa. Unaendelea kukuta dhambi nyingine kubwa kwa sababu Mungu hajasema ujiue. Mungu kasema tupambanie maisha yetu. Na ndio maana akasema kuna kazi nyingi za kufanya. Kama kuna kitu kinakuumiza achana nacho. Sawa, sasa tuongelee kwenye show yako kwa ujumla. Na wewe sikiliza, unauliza sana kwa wengine wana maswali. Watauliza. Inatosha Labda kwa hayo magumu wengine wanajua kwamba wasanii mara nyingi mnakuwa mnatuhusia vitu ambavyo mko maisha mazuri, labda hawaamini. Ndio maana kila siku nasemaga tuwe real. Yes. Maisha ambayo unatakiwa kuyaishi uishi maisha yako. Usiishi maisha ya kuigiza kwa sababu kuna kesho. Kesho yetu ni ngumu kuliko tunavyoishi leo. Kwa hivyo tujitahidi sana kuishi maisha ya uhalisia, tusiwape shida watu. Tunawapa watu sana, tena tunapata shida mashabiki zetu ndio wanabaki na question mark. Kwamba huyu sasa anatuonesha maisha mazuri, shida inamkosa milioni 60 namshinda au milioni 100 namshinda. Wakati uko unaonesha maisha makubwa kwenye mitandao. So wale watu ambao tulikuwa tunatakiwa tuwaonee huruma, tuwafurahie, ndio tunaonea huruma. Labda tunakujua ni kufanya biashara, vyakula, lakini pia ni muziki. Huu ugumu ambao unaopitia ambao mpaka umefikia hatua kumshukuru Mungu, ni kwenye upende gani? Muziki au biashara? Kuna maisha, unajua kuonekana umefanikiwa sio kwamba kuna vitu vingine uvipitii. Kuna vitu watu wanavipitia ambavyo havionekani. Ndio maana yangu. Sawa, na mahusiano yako sisi? Kijana, mahusiano yangu yako strong. Okay, yako sawa. Sisi wewe ni dada wa Mwijaku pamoja na Baba Levo. Recently wametupiana maneno mitandaoni, kila mmoja akimshtumu kwamba mke wa mwenzi. Waacheni kama walivyo. Wafanye maisha yao. Wao ndio maisha yao, ni pale ndio maisha yao. Wao bila kusemana hawaishi. Wao ndio wameamua lifestyle yako, wao waacheni kama walivyo. Shishi, kwenye wimbo wako mpya ulitumia idea ya baby boy. Ile ilitushtua sana. Una mpango kuongeza mtoto mwingine? Mungu akinijalia inshallah napambana. Na ndio malengo yangu makubwa. Naendelea kumwomba Mungu. Kuna vitu Mungu ananishangaza sana. Mpaka nimebidi nimwimbie wimbo kwa sababu ananishangaza makubwa. Unajua mimi ni binti ambaye nimejilea mwenyewe. Kwa Mungu anajua anaponipitisha. Umenielewa nikisema binti ambaye nimejilea mwenyewe mpaka kufika hapa. Nimejilea mwenyewe. Kwa nashukuru Mungu, nikampa Mungu shukrani ya wimbo huu. Wimbo huu mkiusikiliza mtaweza kuuelewa. Niwaambieni ukweli. Wimbo mkubwa na una magumu, mazuri, mema, mabaya, mengi utajifunza. Kama mama ambaye una mabinti wa kike, ni kitu gani ambacho umepitia hautamani kabisa binti yako yoyote aje kupitia? Uzuri naongeaga nao watoto wangu. Sipendi wapitie maisha yangu na wapitia.
ambaye ana ndoto za kuja kuwa msanii kama wewe? Hata mmoja. Sasa hizi mic zitanigonga meno, shisheni kidogo. Yeah. Labda wewe uliwakataza kuingia kwenye hii sanaa au? Sijawakataza, ila siwaoni tu na hawapo huko. Yaani wao, mimi kwangu imetokea tu, nadhani kwenye familia huwa anatokea mtu. Katika familia hiyo basi nimetokea mimi. Kwa watoto wangu sijaona hata mmoja. Kila mmoja yuko against kabisa. Ila wananisupport. Lakini Dashishi, ile clip yako ya kupata mtoto ukiwa udini imewashangaza? Nimejibu kwamba nimeshajibu huku. Wewe uko usikii? Wewe mpeni headphone mwanangu. Okay, Shishi, mara kadhaa umekuwa ukimpost Diamond kwenye Instagram yako. Ngoja. Wewe hiyo Instagram ya kwako unanipaka bando. Ngoja. Ulishaanza kusema na post Diamond. Kwani si post Diamond? Nikimpost mimi na Diamond tumetoka mbali sana. Let me tell you something. Ngoja Hadija. Naomba hiyo picha. Ngoja niwaonyeshe waandishi wa habari leo ni watoto wa 2000 nyinyi. Wengi wao. Kwani kuonesha kitu. Sizoom password yangu mbwa nyinyi. Subiri. Umeona hapa? Na kuonesha picha mimi na Diamond ya zamani. Hapa tuko South Africa tunapambana. Ndio kamera kule, yes. Umeona hii picha? Hiyo iko bondeni. Tuko South Africa zamani, nyinyi wengine bado wadogo, amjanja atakuwa na mademu. Ilikuwa show gani? Umeona hii picha? Mimi sio tu picha, mimi na maisha na Diamond ni mazito makubwa ambayo mimi as a sister nimesimama naye, watu wengine wote hamjui. Kwa hiyo mimi Nasibu ni kaka yangu, mimi Nasibu namuita mdogo wangu, mimi ni dada yake, tunaheshimiana. That way unaona. Mimi si kamera. Okay, wewe nani anachanganya kijana? Shuka kidogo, ni mrefu sana na wewe. Kwa hivyo iko hivyo, msie mkaona mimi hata ninaweza kumpost Diamond kwenye page yangu asubuhi, mchana na jioni, kwa sababu kuna ubaya gani? Bando langu, simu yangu, tulipotoka na mashabiki wanaojua maisha yetu. Ndio hapo ninaporudi. Nilikwenda kwa Mungu, sasa mtaka kunichanganya. Nyinyi msifanye kachagua upande. Lakini mjiona akitimiza ahadi yako. Ahadi gani? Maisha anapotufanya kwenye anapo practice kwenye maisha yangu inatosha. Kuna mtu wa Diamond, ngoja. Diamond wasanii wako wangapi wakubwa ameshakwenda kwenda kwenye pati zao? Nijibu swali. Wapi? Nitolee mfano. Nani? Aya, wa kike nani? Basi ndio unajua tunaheshimiana. Kuna watu wanaweza kuwa hawajawahi kuona kitu gani ambacho kikubwa amewahi kufanyia na watu wengine. Kikubwa ambacho amewahi kunifanyia na Nasibu, kwanza kunishirikisha kwenye baadhi ya vitu vyake. Hiyo ni heshima kubwa sana. Na vingine, yani sisi niwaambie tunaishi kama familia. Yani anaheshimu ambao tulipotoka. Tushapiga chaka tuchaka mimi na Diamond. Nyinyi hamzijui. Yes, tumepiga sana. Chaka tuchaka. Zimepigwa sana. Diamond amezipiga sana hizo chaka tuchaka Mwanza. Anajitafuta kutafuta maisha. Si ule pale. Kwa hiyo kwa vile anavyofanya labda msanii wa Rayvanny ni sawa kujitafuta. Narudia tena. Diamond amepambana sana kutafuta karia yake, kujua yeye ni nani, na amepambana kutafuta hela mwenyewe. Ndio maana mimi unaona nasiogopa kumpost Nasibu kwa sababu kwanza najivunia. Okay, sasa neno moja kwa mashabiki ambao comment zao nilikuwa ni negative. Chochote mashabiki zangu naongea na nyinyi. Kuna siku nitakutana na nyinyi nitakuja kuwalia kusha makofi kwa sababu hamjui kinachoendelea. Diamond tumetoka naye mbali, nyinyi hamjui, wengine ndio mmezaliwa juzi mnakuja tukumuona Diamond, mnamwona Shishi Baby. Mwa mna Google kwanza, mna translate kuona watu wametoka wapi. Kwa hivyo mimi nikiona nimempost Nasibu, mimi nampost kama ndugu yangu. Nani kazima taa? Na mpaka kunaonyesha kitu gani? Nani kazima taa? Daza, unaogopa na mimi? Samee dada. Kazi utakuwa hauna kiongozi. Kwa kumalizia Dashishi, sekeseke la wanachuo liliona unalolota. Tamani siwezi kuongea mambo, mimi pia na watoto jamani. Inaumia siwezi kuongea mambo tuiache. Dashishi, kwenye issue ya Mwijaku na Baba Levo mimi sijaridhika kwa sababu bado unataka nini? Wafuate Mwijaku na Baba Levo kawaoji. Kwa sababu wewe kama mwenye swali jingine. Unatamani kumuona Dashishi, wait, unatamani kumuona labda mdogo wako Diamond akiingia kwenye ndoa kama tulivyomwona Jux? Sana, tena nitapika ubaba siku hiyo jamani, nitachanganyikiwa mimi. Nitapika pilau biriani au bashoto barabadite tapika sababu sikaka anaoa sasa. Ulishawahi kuongea naye labda? Kwa kweli nitoeni jamani. Asante. Waacheni watu wa live waende live, asante.